Siku nikiwa mzee nitakaa kwenye kiti huku nikiwa naotea jua la asubuhi. Nitasimulia usiku ambao ulikuwa ni usiku bora sana kwa mataifa mbalimbali hapa Afrika, ambao walikuwa kinyume na taifa la Morocco kwenye fainali za AFCON 2025, ambao mchezo uliokutanisha Senegal dhidi ya Morocco. Nitawapa wajukuu zangu hadithi ya fair play kwenye football, huku nikiwa na kunywa kahawa. Nitawahadithia kuwa msimu wa mwaka 2025 mwanaume mmoja kutoka Bambari, Senegal alionyesha ukomavu wa hali ya juu kwa kuwa na mchezo wa kiungwana baada ya timu yake kugomea mkwaju wa penati ambao timu ya taifa ya Morocco iliweza kupewa, lakini mwanaume huyu alisimama kama shujaa. Tulisubiria nani anakwenda kutawazwa kuwa bingwa wa mashindano ya AFCON msimu wa mwaka 2025, na rasmi Senegal walitawazwa kuwa mabingwa wa mara ya pili. Sadio Mane na Mungu wake. Ardhi ya Bambari huko Senegal kuliko tupwa kitovu cha Sadio Mane. What a best tolerance kutoka kwa Sadio Mane. Ilikuwa show imeisha baada ya Senegal kugomea mkwaju wa penati na kutaka kugomea mechi. Ushujaa wa mwanaume katika ardhi ya Bambari. Alisimama kama mwanaume na mfalme. Sadio Mane alisimama na kuwafuata wenzake kwenye dressing room na kuwataka waweze kurejea uwanjani ili waendelee kupambania nembo ya taifa lao. Sadio nje na mapenzi ya dhati kwa taifa lake. Sadio Mane na Mungu wake. Mungu humpa mwanadamu kile anachostahili na si kile anachokitaka. Hii imeonekana kwenye mchezo wa fainali ya Senegal dhidi ya Morocco, ambapo Mwenyezi Mungu aliwapa Morocco kile wanachostahili na si kile walichokuwa wakikitaka hapo awali. Sadio Mane, Mungu alizungumza ndani yake kuwa mwanangu, leo mnakwenda kuwa mabingwa. Amka Sadio, amka mwanaume, amka shujaa wa Bambari, amka Sadio, kaambie kondoo wako kuwa show bado ni mbichi. Twendeni, sisi ni wanaume, sisi ni wanajeshi, twendeni tukapambane. Sadio bila hiana alisikiliza maneno ya muumba wake na kuamka na kwenda kuambia wenzake kuwa twendeni wanajeshi, twendeni tukapambane. Ndipo wanaume 11 wanarejea kwenye kiwanja, huku matumaini yao yakiwa yameshuka. Nyuso zao zilikuwa zimegubikwa na kiza kinene, misiri ya usiku wa manane. Morocco na shinikizo kwa mwamuzi Jacques Ndala hadi wakapewa mkwaju wa penati. Isivyo bahati mbaya waliweza kukosa mkwaju wa penati. Safari ya ubingwa kwa wanajeshi wa Senegal ndipo ilianza. Mchora ramani ya vita ni yule yule Sadio Mane. What a pass kwenda kwa Gueye, na bila kupepesa macho Gueye alipoteza mazima matumaini ya Simba wa milima ya Atlas Morocco. Bao safi kabisa ambalo lilipeleka kilio kikubwa kwa mashabiki wa timu ya taifa ya Morocco. Katika hili Sadio Mane ndiyo shujaa wa vita hii, kwa kuwa wino wa kalamu yake ulivyotumika kuweza kuchora mpango mkakati na ramani nzima ya ubingwa. Katika hili Sadio Mane ndiye shujaa kwa sababu kalamu yake ilivyoweza kutumika kuweza kuchora mpango mkakati na ramani nzima ya ubingwa huu. Alikuwa ni yeye kuwaita wenzake wakiwa wameshagoma kabisa kucheza mchezo na kuja kufanya timu kupata matokeo chanya na kuipa ubingwa wa Senegal. Hii ni zaidi ya fair play kwa Sadio Mane. Huu ni zaidi ya ukomavu. Huu ni zaidi ya ukubwa kwa Sadio Mane. Na hii ni Fly Sports TV. Usikose kutufuatilia kwa stori mbalimbali za kimichezo na burudani. Mimi ni Gerard Isaac Majaliwa. Uwe na wakati mwema.